Tuna haja na wewe. Hata hiyo 5,000 yako reverse. Ndio hata iwezi kutusaidia. Na hivyo unashindaka ukitutumia madawa. Tukikuambia kitu unatutumia madawa. Unaona hizo madawa umechagua? Utaishi kwa hizo madawa wewe. Hivyo ndio nimekuambia. Imekuwa uwezi atisaidia mtoto mwingine na uko na pesa. Mimi nitesekage huku kukopa pesa na uko na pesa. Baada hata utuambia hapo mwanzo uwezi kutusaidia ni kutuchanganya akili tu. Usifikirie imuse hata soma. Mungu kuna mwenye ameandaa juu ya maisha yake. Wewe ukaa hivyo umechagua. Hata simu usiwahi tupigia na utublock. Hizo pesa zako ukuishe ndio mama yako na hizo madawa wenye unashinda ukitutumia hapo. Kuisha hizo madawa mama yako. Na usahau kama ulikuwa na mama mahali hiyo kumbu ya memory yako. Yaani kutoka hapo mwanzo tu unashindaga nini? Unatutumia shilingi 5,000 unarudi unatufuatisha na maneno. Kutoka uende hiyo kazi ni pesa gani umetutumia? Hata ya sukari kuota. Kaa ukijua ujishughulikie na hata hiyo 1,000 sijui pesa ngapi ulituma. Hakuna hiyo nini karatasi ya shamba sijalipa. Ujua uko na deni hiyo shilingi 1,000 na nimeambiwa iko penalty tena ya ile mamiezi ijalipwe 3,000. Ujishughulikie utakuja kuchukua taito yako. Hakuna kitu yako nitaguzana naye. Kama maisha yako ni kaya yangu tukutane mbinguni. Na hata nikikufa mbele yako usijaribu kuja kujililisha. Ufurahi na usherekee na kitu changu kinaitwa changu. Usiwahi guza maisha wewe. Hivyo ndio nimekuambia. Kama maisha yako na pesa zako na madawa zako. Na hata nikikufa mbele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naomba kurudia tena. Hata tulikuwa tunaongoja uongee useme unataka kukaa peke yako. Hata sisi hatuna haja na wewe. Hata hiyo 5,000 yako reverse. Ndio hata iwezi kutusaidia. Na hivyo unashindaka ukitutumia madawa. Tukikuambia kitu unatutumia madawa. Unaona hizo madawa umechagua? Utaishi kwa hizo madawa wewe. Hivyo ndio nimekuambia. Imekuwa uwezi atisaidia mtoto mwingine na uko na pesa. Mimi nitesekage huku kukopa pesa na uko na pesa. Baada hata utuambia hapo mwanzo uwezi kutusaidia ni kutuchanganya akili tu. Usifikirie imuse hata soma. Mungu kuna mwenye ameandaa juu ya maisha yake. Wewe ukaa hivyo umechagua. Hata simu usiwahi tupigia na utublock. Hizo pesa zako ukuishe ndio mama yako na hizo madawa wenye unashinda ukitutumia hapo. Kuisha hizo madawa mama yako. Na usahau kama ulikuwa na mama mahali hiyo kumbu ya memory yako. Yaani kutoka hapo mwanzo tu unashindaga nini? Unatutumia shilingi 5,000 unarudi unatufuatisha na maneno. Kutoka uende hiyo kazi ni pesa gani umetutumia? Hata ya sukari kuota. Kaa ukijua ujishughulikie na hata hiyo 1,000 sijui pesa ngapi ulituma. Hakuna hiyo nini karatasi ya shamba sijalipa. Ujua uko na deni hiyo shilingi 1,000 na nimeambiwa iko penalty tena ya ile mamiezi ijalipwe 3,000. Ujishughulikie utakuja kuchukua taito yako. Hakuna kitu yako nitaguzana naye. Kama maisha yako ni kaya yangu tukutane mbinguni. Hapo usijaribu kuja kujililisha. Ufurahi na usherekee na kitu changu kinaitwa changu. Usiwahi guza maisha wewe. Hivyo ndio nimekuambia. Kama maisha yako na pesa zako na madawa zako. Wazazi mkikasirika, wacheni kuongea mambo mazito. Mimi nakumbuka my grandmother. Unajua ile asset tulikuwa naye peke yake ni shamba. Wakati alikuwa anakasirika, alikuwa anaongea mambo mazito juu ya shamba. Oh mugoda. Ona ndukamuteithia. Ukareagwo ni thia. Hey. Yaani shamba itawahi kuwasaidia. Itakuwa inakuliwa na nani? Na swara. Bwana asifiwe sana. Sasa hao maswara ni sisi. Ha? Sasa ukisikia ile story na waambianga shamba yetu ilikuwa inakataa kukua mpaka maigoya. Na ndio tissue paper. Yaani unaenda kukata ya jirani.
Ni kwa sababu ardhi imeambiwa hawa hata maigoya ya tissue paper usiwasaidie. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hii maneno unaweza ipeleka kwenu nyumbani na ukadili na ardhi. Leo ukienda kwetu nyumbani, kunakuwa matunda ya kila aina. Kunafanywa kazi za kila aina. The land has completely changed. Praise the name of the living God. I remember one time our sister ambaye anaitwa kama our grandmother, wakati moja Mungu alimzungumzia akamwambia, enda ufunge siku 3 uzunguke hiyo ardhi, kwa sababu yeye alikuwa anaitwa kama yeye. And many other things, because there are prophetic actions that you can do in the land to be able to heal the land. And after those many prophetic actions, kwenda huko ninaomba, nina anoint ile land, ninaitabilia. Praise the name of, because the Bible says you shall refute every tongue that rises against you in judgment. Praise the name of the living God. Today our land is a source of livelihood, not only to us, but the community around. Bwana asifiwe sana. So nikikwambia kwamba God can heal the land, mimi nimetoka katika ardhi ambayo imelaaniwa, ambayo imefungwa, ambayo kujenga ilikuwa ni shida kujenga. Wacha kujenga, unasema kujenga nini? Hata vitu kukua kwa hiyo shamba. Hata vitu kukua. Unaona mpaka ni kama boundary ya jirani na kwenu ziko tofauti. Na sio ati kwamba mchanga ni tofauti. Sio kwamba huku kunanyesha kwenu hakunyeshi. That is why Job said, the land can be so wounded by the activities that have taken place in that land, the witchcraft, the sorcery, the curses, so that the land is so wounded. We umeshai kuona mtu amejeruhiwa, na mwenye amejeruhiwa ndio unaenda kumwambia akusaidie. Si hata anaweza kuchapa kofi akwambia, huoni hata mimi nikulia ninalia? Kwani ni kunichekelea unanichekelea? Unaniitisha msaada.